Hili jambo linaonyesha tuna viongozi waoga. Viongozi wa TFF, bodi ya ligi ni waoga, kwa sababu wanaacha kufanya kazi za kufuata hekima na taratibu. Sasa hivi nchi nzima tunahubiri busara. Busara ni silaha ya mtu aliyeshindwa, ndio anakimbilia busara. Ukishaona mtu anataja busara, ni silaha ya mtu aliyeshindwa. Hekima ndio silaha ya watu makini. Busara ni silaha ya mtu aliyeshindwa. Ili ufanye busara, utapendelea, utanyonya mtu, utamuogopa mtu, ndio inaitwa busara. Lakini hekima ni silaha ya watu walio makini. Sasa kwa bahati mbaya, viongozi wetu wanapenda busara kwa sababu waoga, wana upendeleo, hawana msimamo, watapenda busara. Hekima inataka mtu makini, mwenye kujali, kuthamini na weledi. Ndio maana unaona hata watu wanaotaja busara ni watu ambao waoga, wana upendeleo, ndio watasema zitumike busara. Manake msingi wa hekima ndio ungekutumalizia jambo hili. Jambo limetokea, kumeonekana kuna shida. Baada ya kutafuta chanzo cha tatizo tukitatue, kila mtu anatafuta usahihi. Sasa hivi ndio maana unaweza kuona tuna tatizo limetokea kwenye mpira wetu. Watu wanaanza kutoa taarifa, sijui rais kafanya makubwa mengi. Ule ni woga. Nani ana wasiwasi na Rais Karia? Sasa hivi leo tuna tatizo hapa ndani kwetu. Una tatizo, watoto wako hawajala leo. Unaanza kuonyesha mbona mwaka jana nilinunua unga kilo 10. Mpaka mlipofika hapa mmekuaje, baba anawasaidia. Ule ni uoga. Na uoga unatoka wapi? Kwani kuna mtu kasema natangaza uhaini na mapinduzi? Kwa nini nimefika hivyo? Kwa sababu watu wa nchi hii, baadhi, sio watu wote, Watanzania wengine na umakini mkubwa. Baadhi ya watu wanaishi kwa kusifia watu. Watu wakikosolewa wanaonekana kama hawatendewi haki, haifai. Ndio maana hapa watu wanahalalisha. Wewe unamkosoa kwani umekamilika? Aliyekamilika Mungu, binadamu lazima akosolewe. Sasa mwanadamu naye asikosolewe Mungu? Haiwezekani. Wewe unasema unamkosoa umekamilika, kweli aliyekamilika ni Mungu. Lakini mwanadamu asiposolewe, yeye muumba. Na mwanadamu akikosolewa ni dhambi. Ndio maana watu makini wanaangalia nakosolewa nini. Na si anayenikosoa ni nani. Bahati mbaya tumetengeneza nchi sasa hivi, mtu akikosolewa watu wanataka kuonyesha eti wanampenda, eti wanamkinga, eti wanaomkosoa wanamkosea. Kilichopo mpira wetu anaweza kurekebisha ni Rais Karia. Anaweza kuharibu ni Rais Karia. Kwa hiyo tunasema matamko yake ya dira ndio tunalolisubiri. Hatima ya mpira huwezi kuwabeza Yanga, huwezi kuwabeza Simba wala Namungo na timu zote. Lazima tuangalie hizi timu zinaunganishwa. Timu hizi zinaunganishwa na taratibu na sheria zilizopo TFF kupitia katiba zao. Sasa jambo lolote linalokinzana na taratibu zao na sheria kwenye katiba yao ni lazima lisikilizwe katika misingi ambayo wamejiwekea, kuliko kuwa na majibu kama ambavyo watu wanajibizana. Unajua sasa hivi TFF, bodi ya ligi, Young Africans ni kama wakewenza. Kila mtu nasema mapepe tu, wanahila. Manake mapepe unaweza kusema ni mtu ambaye utulivu wake mdogo. Wanahila, wanajibizana. Hawataki kuleta utaratibu. Na watu wakiwaambia wanaona kama wanawafuatafuata. Wasingekuwa viongozi wa mpira, nani angesema Karia? Hakuna. Mzee Mguto angesema na nani? Na ukitaka wasiseme wauza ice cream ramba. Hii tufurahie kuuziwa ice cream. Lakini hiki lazima tuwaambie na lazima tuwakumbushe mpira wao kwao. Hii sasa hivi kiongozi yoyote akisifia sasa hivi anaonekana mbaya. Na ndio maana wapambe kazi yao sasa hivi wanadhani tuko katika kipindi cha malumbano. Baada tutatue tatizo watu watasifia sisi kafanya miaka 4, si uadilifu, si na nini. Hakuna mtu kasema hakuna kilichofanyika. Tunachotaka mpira, ili tatizo la Young Africans TFF wana mamlaka nalo. Tabu ni kuogopa. Na mtu anayelalamika anatakiwa asikilizwe. Mtu anayelalamika alaumiwi. TFF Yanga wanalalamika, wanawalaumu baada ya kuwasikiliza. Mbaya zaidi inaonekana Simba waliwasikiliza. Simba baada ya kuandika barua yao ya kulalamika waliwasikiliza. Yanga nao wamewatega. Na si mtatusikiliza? Hata kabla hawajawasikiliza wamechukua upande, wameamua. Sasa wameamua kwa faida gani? Wanatotakiwa wasikilize. Kujibu vijembe hakuondoi kulaumiwa viongozi wa mpira wa nchi. Kejeli, watu kuchukua upande kuona kwamba wakisemwa au na sisi waandishi wa habari tuamue kusaidia mpira. Wakati huu taifa letu kuna mgogoro kati ya klabu moja kubwa dhidi ya mamlaka ya mpira. Hakuna hata mtu mmoja anayelaani Young Africans, anayewalaani TFF. Kwa nini hawarudi mezani? Sasa hivi watu watakana. Unajua sasa hivi timu ya taifa imetengwa kwa sababu mgogoro wa Yanga na Simba. Yanga na bodi ya ligi. Hakuna mtu yote ana habari na timu ya taifa hapa. Hususan watu wa Yanga. Na pengine wanaomba hata dua tufungwe, lakini Mwenyezi Mungu atusimamie tuche. Kwani vyombo vya habari vya Tanga viko wapi? Si Tanzania?
na vile vyombo zina correspondent pale wanarudisha taarifa huko. Sasa ukiona mtu anafikiria anazungumzia Tanga anaongoza mpira wa nchi nzima, unaizungumzia Tanga peke yake, unadhani itakuwa sawa sawa? Na vyombo vya habari sio kasuku. Kama kasuku unatafuta chawa, ndio atakuwa kasuku wako unalosema naenda kutangaza. Vyombo vya habari vinaibua agenda, vina discuss unachokisema. Sasa vyombo vya habari vya Tanga sawa, si viko Tanzania. Kwani sisi tumepata habari kutoka wapi? Si vyombo vya habari vya hivyo Tanga. Maka nilisikia watu baada ya kurekodi kwamba futeni hiyo isiende. Fute hivyo vyombo vimepandisha. Nilipata habari wanasema baada ya kurekodi watu futeni hiyo isiende jamani, futeni hiyo. Sasa futeni mpaka mambo yanazungumza. Vyombo vya habari vya Tanga ndio vimetuletea habari. Vyombo vya habari vya Tanga ndio vimetuletea hiyo habari. Na kwa sisi tulikuwepo Tanga. Tulikuwepo wakati tunazungumza Tanga. Hatujui hata walijifungia wapi. Sijui Mkonge hoteli, sijui wapi hatujui. Lakini vyombo vya habari vya Tanga ndio vimetuletea habari wa Tanzania. Futeni hiyo, sasa futeni imeshakwenda. Tumesikia kwani tulikuwepo siku kwenye kikao. Lakini tukisikia tuna nafasi ya kuhoji kwa sababu ni haki ya kikatiba.